grace, there is a spiritual mantle ambayo tumeipoteza kupitia Yuda, na hivyo basi inahitaji wale ambao tulianza na wao tutafute mmoja aweze kuchukua nafasi hiyo, aweze kuendelea. Labda unaweza kusema ninajua pastor pahali anaelekea. Sielekei hapo, ninaelekea kwingine. It is all round gospel, ya kwamba Peter alisema ya kwamba this mantle has to be restored, lazima iweze kurejeshwa. Kwa maana wakati mwingine a spiritual gap hawezi kuifill na just a physical figure. Bwana Yesu asifiwe. Na umewahi kusikia hata maybe kwa institution makanisa, watu wanasema ya kwamba hata kama tumeongezeka, hata kama tunainuka, we are able to fill the gap. Hiyo inakuonyesha namna gani? Inakuonyesha ya kwamba issue sio kuongezeka ama kutokuongezeka. Issue ni ya kwamba kuna gap, ni kwa maana kuna neema imeondoka, kuna neema imepotezwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama ingekuwa kuongeza, Peter angesema situchukue tu mmoja tulete hapa, watu wahesabiwe wawe 12. No, lakini ali understand hata kama wageongeza, the gap would remain there. Kwa maana you can replace a human figure. Amen. Hata mtu akipoteza, you know, sometimes watu hata hawajali hata marafiki. Mtu anaweza kupoteza rafiki wa dhati na akasema ya kwamba kwani marafiki ni hao tu. Let me tell you, unaweza kureplace a friend na useme wacha aende, lakini hawezi kureplace that mantle. Unaweza kuleta mwingine, lakini kuleta hiyo mantle, kuleta hiyo capacity, kuleta hiyo grace, it is not easy. Bwana Yesu asifiwe. Na diposa every time in your life mtu yeyote akiletwa, ni vizuri kuelewa ya kwamba sijaletewa tu mtu, sijaletewa tu a figure, lakini it is a mantle ambayo inaweza kuniinua inipeleke to the next level. Na tumeona hata kwa maisha ya watu, maybe ni kwa mtu alikuwa ameoa, mke ameenda, hata akijaribu kuoa wengine 5, hiyo gap. Unajua mtu anaweza jiambia si ni mke tu kwenda, na akienda si nitafuta hata mwingine mlebo kuliko huyo. Hapana. It is about grace. It is about capacity. Glory to God. Na Mungu anaelewa sana. Wakati analeta mtu, usiseme hata watu ni wengi, huyo akienda ni kuchukua mwingine. Unaweza kuchukua mwingine ukwishe, kwa maana hajapatiwa manto ya kukuingiza to the next level. Bwana Yesu asifiwe. Na Peter alitabua na akaelewa ya kwamba this mantle ndio tunahitaji. Na ujue mtu kama Judas, you cannot afford to underestimate the grace ambayo ilikuwa juu ya Judas. Amen. Na matureshara wale wako hapo wanaelewa. Mambo ya pesa sio rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Na ukitaka kujua Judas alikuwa na grace, mtu ambaye anaweza kubagain na anauza Yesu miaka hiyo pesa ambazo zinatosha kununua shamba, huyo ni mtu alikuwa na neema. Amen. Yeah. Kwa maana Biblia inasema ya kwamba hiyo pesa
aliuza Yesu ilitosha kununua shamba, hata ingawa ilifanyika kaburi. So Peter alielewa ya kwamba kuondoka kwa Judas, hata kama alibackslide, bado tunatambua alikuwa na neema. Wapendwa, acheni niwaambie, kuna watu walitoka hapa kanisani, lakini bado tunatambua walikuwa na neema fulani. Glory to God. Na hiyo tunajua tu. Kuna watu wameondoka kwa jamii yenu, lakini unatambua wazi walikuwa na neema. Amen. Na hawezi kureplace the grace na figure. Hawezi. Si hata watu huwa wanakutana nyumbani, mikutano ya nyumbani, na wanajua anko wao ni mlevi, anakaa Kapenguria. Wanaleta mkutano, wanaongea, wanasema yule mtu angetusaidia hapa, isipokuwa ni mtu wa fujo, ni anko aliye Kapenguria. Yani wanasema haijalishi kama ni mlevi, lakini amebeba manto iko juu yake. Wanasema okay, aitwe, hata kama ataitwa shingo upande, na analetwa hapo. Analeta kisirani kidogo, lakini kazi inaendelea. Analeta kisirani kidogo, lakini jamii inaendelea. Why? It is about recovering the mantle. Glory to God. Hallelujah. Ukisoma Isaiah chapter number 57, Isaiah chapter number 57 and verse 1, niweze kuelezea ndio tuweze kuelewa. Inasema wenye haki hupotea, wala hakuna atiaye hayo moyoni. Na watu wataua huondolewa, wala hakuna afikirie ya kuwa mwenye haki ameondolewa, asipatikane na mabaya. Lakini kuna kitu Mungu anataka tuweze kuelewa. Licha ya mtu mwenye haki anaweza kuondolewa na aende maybe kwa ajili ya sababu ya kiungu, lakini hata hivyo kuna kitu Mungu angependa tuelewe zaidi ya yule mtu kuondolewa. Anasema watu wazuri huondolewa, lakini hakuna mtu anatia moyoni. People don't care why people depart. People don't care why people goes. Yeah? What they care, it is material possession. Bwana Yesu asifiwe. In fact, hata kama ni mtu ameondoka, labda mwingine ni kukufa, amekufa, utapata kuona ya kwamba watu they are so much concerned na material possession, hata wengine wanapigana. Lakini Mungu kuna kitu angependa watu watie moyoni. Huyu mtu ambaye alienda, ni kitu gani alibakisha nyuma? What legacy? What spiritual possession? Kwa maana manto ikipatianwa ya kiroho huwa hairudi mbinguni. Amen. Huwa inaning'inia tu, ikigojea watu ambao wana hekima waweze kuiretrieve, waweze kujua huyu mtu ameondoka, ako na capacity, alikuwa na neema fulani. Lakini watu huwa hawajali. Bwana Yesu asifiwe. But the Bible says wenye haki huwa wanaenda, lakini hakuna kutia moyoni. Na watu wakitia moyoni, wanatia juu ya possession, wanatia juu ya material possession. In fact, hata watu wakigojeka sana na wako na mali, watu huwa hawataki kujua huyu mtu ili apate hii mali alipitia njia gani.
Ni neema gani ilikuwa imembeba? Ni grace gani ilikuwa upon his life or her life? Hata anaweza kuulizwa akiwa kwa kitanda, mzee weka ukiuga. Yani anauliza mnataka niseme nini? Anaulizwa kulingana na vile tunaona inasemwa na misemo ya Kigiriki, ona utakuwa ni adhiaga ogeni, sema kitu. Anaambiwa hatutaki mambo ya manto, tunataka mambo ya kile ulikuwa nacho. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio Mungu anasema watu wakikosa idea wanaweza kupoteza sana. Glory to God. Hallelujah. A mantle ni ile kitu ambayo inakusaidia kwenda kwa the next level. Amen. Na ninaposema hivyo, ninaweza kusema ya kwamba mantle inaweza kuondoka, kwa maana mwenye alibeba mantle ameenda na hakuna mtu anashughulika. Na sitadwell sana hapo. Wacha twende in the book of 2 Kings chapter number 2. Second Kings chapter number 2. Kwa maana ninataka kuongea vile manto zinaweza kupotezwa, vile manto of course inaweza kuwa recovered na inakuwa ya baraka. Inasema hapo Bwana alipopenda kumpandisha Elia biguni kwa upepo wa kisulisuli, Elia alitoka Gilgali pamoja na Elisha. Elia akamwambia Elisha, tafadhali kaa hapa, maana Bwana amenituma niende mpaka Bethel. Wametoka Gilgali, wamefika Bethel. Elisha akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako ishivyo, sitakuacha. Basi wakashuka mpaka Bethel. Basi wana wa manabii waliokuwa Bethel wakatoka kuonana na Elisha, wakamwambia, je, unajua ya kuwa Bwana atamuondoa bwana wako leo, asiwe mkubwa wako? Akasema, naam, najua, nyamazeni. Verse 4. Elia akamwambia, tafadhali kaa hapa Elisha, maana Bwana amenituma niende mpaka Yeriko. Akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako ishivyo, sitakuacha. Nao wakafika Yeriko. Kutoka Yeriko basi wana wa manabii. Okay, enda verse 5. Verse 6. Elia akamwambia, tafadhali kaa hapa, maana Bwana amenituma niende mpaka Yordani. Akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako ishivyo, sitakuacha. Wakaendelea mbele wote wawili. Okay, wacha nisisome yote, lakini ningependa uweze kuona how mantle are lost. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni habari ya Elia na Elisha. Wakati Elisha alijua ya kwamba Elia angeweza kuchukuliwa, na akasense in the spirit, walianza safari na yeye. Elia anamwambia Elisha, kaa hapa Bethel, kwa maana kuna safari inaenda. Anamwambia, sitaketi hapa, tutaenda na wewe. Wanaandamana, wanatoka Bethel wakiwa tu pamoja, wanaenda mpaka Yeriko, wanaenda mpaka Jordan. Lakini tunaona ya kwamba wakati walipofuka Jordan, Elia alimwambia Elisha, itisha kile unataka na utapata. Bwana Yesu asifiwe. Elia alimwambia namna gani Elisha? Elisha alimwambia ya kwamba, I need a double portion of your mantle, a double portion
of your anointing, a double portion of your spirit. Bwana Yesu asifiwe. And that one is very powerful. Ni kwa maana ukiangalia vizuri wamefuka Jordan, na hakuna vile Elisha angeweza kwenda the other side of Jordan. Kama hangepokea hiyo manto, hangeweza. Hakukuwa na namna. Labda atumie mbinu zingine ama njia zingine za kuvuka, lakini alielewa ya kwamba the manto ambayo ninapokea, a spiritual manto, hainisaidii tu kufanya kazi, lakini inanisaidia ku break through. Glory to God. Because the same manto ambayo Elia aliweza kuachilia, ndio tunaona Elisha alichukua. Hallelujah. Na of course, wakati alichukua, akaja pale kando ya Jordan na akauliza, where is the God of Elijah? Nayo bingu ilirespond. Why? Ni kwa maana the mantle ilikuwa upon his life. Maisha yetu, watu wengi wamekosa ku break through, ni kwa maana they underestimated the power of mantles. Amen. Wanaona kama mtu ni kuenda siaende tu, kama mtu ni kuniacha sianiache tu, kama mtu ni kukosana situkosane tu. But let me tell you, it's not about kukosana, lakini it is about kile Mungu alileta huyo mtu kufanya kwa maisha yako. Kile Mungu alileta mtu kufanya kwa huduma kama hii, hiyo ndio inadetermine. Na wacha nikuambie, manto hawezi kuireplace hata kama utaleta watu 10. And are very much aware. It's not easy. Lakini ile inaweza kurestore ni kuweza kuiretrieve. Amen. Na kujua huyu mtu ambaye ananiacha, huyu rafiki ambaye anaenda na sijali, kwa maana ninaona kuna level nimefika, then ninaweza kumwachilia. Amen. Na diposa unaona shetani, devil is mad about forgiveness. Devil is mad about reconciliation. Hata mkikosana na mtu, shetani huwa anaonyesha mtu unaweza kupata mwingine bora kuliko huyo. Hatakagi yene reconciliation, hatakagi yene forgiveness, kwa maana anajua hii ni siri ya kwamba kila mtu ambaye ameletwa kwa maisha yako ameletwa akibeba manto fulani, ameletwa akibeba uwezo fulani. Na shetani anajua huyu wakikosana kuna level hataweza kuingia. Amen. Wapendwa, iwe ni kwa jamii, iwe ni kwa kanisa kama hii, kupoteza mtu mmoja, it's not an easy thing. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na kuna mtu unaweza kupoteza, uweze kushindwa for many decades, kama hautaelewa, kama hautajua. Bwana Yesu asifiwe. Elisha akajua this mantle ndio itanisaidia ku break through to the next level. Na akaambia Mungu, akasema magari ya moto ya Israeli, nayo hiyo manto wakati ilimwangukia, kutoka hapo Biblia inasema na wasomi, Elia alifanya miujiza gapi? 16. Lakini Elisha 32 ali break through. Amen. Kwa maana kuna kitu alipata. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah.
Lakini manto ya Elisha haikuchukuliwa na mtu. Biblia inasema wakati alikufa, Gehazi alikuwa hapo, kwa maana Gehazi alikuwa anakibizana na mambo ya Naaman. Hakuchukua. Kama angeweza kuelewa, maybe na yeye angefanya 64 miracles. Lakini kile alipata, in fact Gehazi alikuwa a storyteller. Kuna mfalme alikuja akauliza, tunataka kujua Elisha kile alikuwa amefanya. Ni mfalme anauliza, Gehazi alikuwa a storyteller. Vile aliona Elisha akiinua mtoto, vile aliona Elisha akipiga watu na upovu. Kuna watu wako hivyo, they are storytellers. Wanaweza tembea na watumishi wa Bwana, but hakuna kitu wanapata. They don't know how to tap the grace. Wanajua tu story za watu wa Mungu vile walitumiwa, neema walikuwa wanatembea nayo. God have mercy. Hawajui ya kwamba hii manto ndio inaweza kuwafanya wa break through. Amen. Hallelujah. Mimi hata saa hii kuna watu walitoka kwa kanisa, lakini ninawa envy. I can tell you the truth, because I know what they carried. Hawakuwa tu figures in the church, lakini kuna neema, kuna kitu walibeba. Bwana Yesu asifiwe. And you are able to tell even in your life. Kuna watu waliondoka, lakini unaweza kueleza ya kwamba tangu huyu mtu aniache, my business has never been the same again. Unaweza kueleza tangu huyu mtumishi tuachane, my prayer life has never been the same again. Glory to God. It is mantles ambazo zinaongea. Bwana Yesu asifiwe. Na diposa hatuwezi kutake chance hata kama kanisa. When a general has gone, you understand, it's not about exiting from this life. It is about what he left behind. Amen. Na sio tu huyo, hata watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma, should be in the book of 2 Samuel chapter number 3. Biblia inasema ya kwamba Daudi alikuwa anasema ya kwamba a great man. Hebu endelea chini kidogo, verse 23. Okay. Yeah. So ukisoma utapata kuona hapa ni wakati a general had fallen. Lakini Biblia inatuambia David alikuwa anasema, don't you know this day a great person has fallen, ameanguka, and though I am anointed, I am weak. Amen. Hahesabu majeshi wengine. And you know devil is cunning. Anaweza kukuonyesha rafiki mmoja akikuacha ni kitu kidogo. Ukipoteza one customer kwa maisha yako ama kwa biashara yako ni kitu kidogo. Lakini kila mtu huwa amebeba neema yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninaweza kusema ya kwamba sometimes mtu anaweza kupoteza manto maybe na kupuuza. Jambo lingine,
ningependa kunena kwa haraka ni ya kwamba the mantles can be stolen. Nimeongea mambo kama hii ya kifo na hiyo, watu wanaondoka na hata you see, wacha nisiseme hiyo kwa maana I know we are alive, lakini nataka kusema ya kwamba hata kwa uongozi wa ngazi zote, watu wanaweza kutamani uongozi aina fulani. Wanakumbuka, wanasema wakati mtu fulani aliacha legacy, wakati mtu fulani alikuwa, wakati MP fulani alikuwa, ndio maendeleo ilifika pale. Ni kwa maana wanafikiria ni kwenda tu kuvote in na kuvote out, na sio hivyo. Ni vizuri kujua ya kwamba ni kitu gani huwa tunatafuta kwa hii kijiji, ni kitu gani huwa tunatafuta kwa hii county, ni mtu wa aina gani. Je, tuna mfano? Na hiyo kitu imefanya watu wengi wakapoteza, kwa maana huwa wanabahatisha, si tujaribu huyu, tukimvote in labda ataleta maendeleo. Lakini kwa nini watu wasichukue qualities, wasichukue character ya watu ambao walitumiwa na Mungu kuleta mabadiliko kwa taifa, kuleta mabadiliko kwa kijiji, kuleta mabadiliko kwa ngazi zote, na wajue ya kwamba this kind of a person, kuna manto imekaa imening'inia miaka yote, na tunaweza idai na tutangaze ya kwamba tukipata mtu kama huyu, mambo itaweza kufaulu. Bwana Yesu asifiwe. Do you know, unaweza kuwa na marafiki hata 50, lakini rafiki mmoja ama wawili wapite hao 50 kwa maisha yako. Kwa hivyo number 2, because of time, anaona kuna mambo kiasi ningependa kusema. Mantle can be stolen. Isaiah chapter number 42 and verse number 22. Isaiah 42 and 22. Isaiah inasema, lakini watu hawa ni watu walioimbiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo, wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka, wala hapana asemaye rudisha. Mantles, abilities zinaweza kuibiwa hata kwa jamii. Angalia kwa jamii nyingi siku ya leo, watu wengi ambao maybe walibahatika wakasoma, ndio wale watu ambao wamelengwa sana na adui. Wale watu ambao wazazi walijitoa, wazazi waliuza mali, wazazi waliwasomesha, hawa watu kwa maana wamebeba uweza, ndio huwa wanalengwa, ndio wanakuwa watu wa kulewa. Unasikia kwetu huyu ndugu mkubwa ndiye alisoma, ako na masters, lakini analala kwa mtaro, kwa maana shetani alijua huyu mtu ndiye alibeba manto ya deliverance, naye akishikwa jamii yote inashikwa. Bwana Yesu asifiwe. You see, even in the family, hata ya kwenu, wale watu ambao unawaona wamelemewa na pombe, wamelemewa na ukahaba, wamelemewa na mambo, hawa watu ukichunguza in the spirit, hao ndio walikuwa mantles ziko juu yao, ambao wangebadilisha jamii kwa kiwango kikubwa sana. Hata kisoma utapata kuona Biblia inaongea juu ya Yesu akienda upande za Dekapoli, za Gadari. Akienda Gadari alipatana na mtu mmoja amepagawa, alikuwa anafungwa na minyororo anaikatakata.
Lakini mtu huyo kufunguliwa alikuwa na manto ya evangelism. Alienda akahubiri miji 10 ya Dekapoli, 10 cities. Bwana Yesu asifiwe. Lakini watu wanaweza kusema si kuna wainjilisti wengi, kwa nini kusija kusubuana na huyu mtu mlevi? No. Shetani anajua the mantle, the evangelism mantle, neema iko juu ya huyu mtu, lakini yangependa tupuuze. Lakini Biblia inatuambia aje? Watu hawa wameibiwa, wamenaswa, lakini hakuna mtu asemaye rudisha. Hata kwa jamii watu utasikia wakisema huyo tuliachana na yeye, wacha aendelee. Mliachana na yeye ni kweli, lakini na nyinyi kuna mahali hamwezi kupita. Amen. Kuna mahali hamwezi kupita. Mantles can be despised and rejected. Judges chapter number 11. Kuna mtu anaweza kuja na umdespise, na yeye ndiye amebeba your next miracle. Yeye ndiye amebeba your next level. Judges 11. Mhubiri, waamuzi. Judges. Basi huyo Yefitha Mgiliadi alikuwa mtu shujaa sana, naye alikuwa ni mwana wa mwanamke kahaba Gileadi, akamzaa Yefitha. Mkewe huyo Gileadi akamzalia wana, na hao wana wa mkewe hapo walipokuwa wamekuwa wakubwa wakamtoa Yefitha na kumwambia, wewe hutarithi katika nyumba ya baba yetu, kwa sababu wewe umwana wa mwanamke mwingine. Continue. Ndipo Yefitha akawaambia hao nduguze, ndipo Yefitha akawakimbia hao nduguze, akakimbia katika nchi ya Tobu, na watu mabaradhuli walikwenda na kutagamana na Yefitha, wakatoka kwenda pamoja na yeye. Ikawa baadaye wana wa Amoni wakapigana na Israeli. Verse 5. Ikatukia hapo wana wa Amoni walipopigana na Israeli, wazee wa Gileadi wakaenda kumtoa huyo Yefitha katika ile nchi ya Tobu. Wakamwambia Yefitha, njoo wewe uwe kichwa chetu ili tupate kupigana na wana wa Amoni. Yefitha akawaambia wazee wa Gileadi, je, ninyi hamukunichukia mimi na kunifukuza nitoke katika nyumba ya baba yangu? Basi kwani kunijiria hivi sasa wakati mulio katika taabu? Wazee wa Gileadi wakamwambia Yefitha, kwa ajili ya haya sasa tumegeuka kukuelekea wewe tena, ili uende pamoja nasi na kupigana na wana wa Amoni, nawe utakuwa kichwa chetu juu ya wenyeji wote wa Gileadi. Mantles zinaweza kuwa despised, zinaweza kuwa rejected. Amen. Biblia inaongea juu ya Yefitha vile alifukuzwa na nduguze, wakamreject. Sitaki kwenda into details, lakini Yefitha was a warrior. He had a mantle of a warrior. Yeye ndiye alikuwa amebeba deliverance ya wana wa Israeli. Alipokimbia akaenda akashikana na watu wengine na wakaanza kushinda vita. But you see now, wana wa Amoni wakatokea wakaanza kupigana na wana wa Israeli, wakawashinda. Na unajua kuna watu wanakuaga na kiburi, hata wakijua mtu fulani alikuwa na neema fulani kwa maisha yangu, anaweza kusema no reconciliation, no
forgiveness. Na hiyo imemaliza watu wengi, ya kwamba kuna watu wanajua wazi mtu fulani kama ningeweza kupatana na yeye, hii hali lazima nige break through. Wana wa Israeli kwa kitabo walisita, walikataa, walipuuza, lakini walijua Jefitha ndiye alikuwa amebeba manto ya kuwashindania. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi ninapenda wale watu ambao they are quick thinkers. Unaweza kujiuliza, tangia tuachane na huyu anko, tangia tuachane na huyu ndugu, tangia tuachane na huyu mtumishi, mambo yangu yamekuwa namna gani? They are quick thinkers. Amen. Ninashukuru kwa ajili ya wazee wa Gilead, walijua the mantle ya deliverer imebebwa na Jefitha. Amen. Na hakuna mtu hana ability yake. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna testimony, this is a true story, ya pastor mmoja ambaye alikuwa anatembea na miracles na wonders kwa kanisa lake, lakini ikawa ya kwamba siku moja miracles zikasisi, wonders zikaondoka, kanisa ikaanza kuchakaa. Now this pastor was an upright, yeye alikuwa upright person, alikuwa amesimama vizuri, akalilia Mungu sana kwa miaka mingi, kwa maana miracles haziko miaka mbili, neema haiko. Akaenda kutafuta Mungu. Siku moja akaletewa ndoto. Ile ndoto aliletewa ndoto ya mama mmoja mzee kabisa, alikuwa anakaa kwa mlango. Akaambiwa the reason as to why miracles, wonders zimeondoka kwa kanisa ni kwa ajili ya huyu mama. Kwa maana huyu mama alikufa, na ikaonekana huyu hata kuondoka, hata wacha aende na uzee wake, labda kuja wengine majenzi haraka haraka watasukuma hii kazi Lakini yeye ndiye alikuwa na manto ya intercessory kwa church. Miracles and wonders angekuja hapa kuperform, lakini yeye ndiye alikuwa ana ignite. Amen. Akaambiwa ole wako, ni kwa maana kwa miaka hiyo hujajua huyu ndiye alikuwa na manto ya kile kimekuwa kifanyika. Nao wana wa Israeli walikuwa hivyo. For decades wanajikaza, wanaleta jeshi pamoja. It's not about numbers. Sometimes it's not about numbers. It is about mantles. Hata mtu anaweza kusema kama tungeongezeka tungeweza kupita mahali fulani, kama ningepata wateja wengi ningefaulu. No. Na sisemi wengi ni wabaya, but let me tell you, it is about a person, an ordained person in your life, ambaye amebeba manto ya breakthrough. Ni kama Joseph. Potifa hakuhitaji watu wengi, wafanyikazi wengi kwa nyumba yake. Alihitaji mtu aliye na manto ya favor. Glory to God. Na Biblia inasema tangia wakati Joseph aliingia kwa nyumba ya Potifa, hiyo jamii ikaanza kubarikiwa. Hiyo jamii ikapata breakthrough. Na mimi ninawaombea watu wote ambao wamebeba manto ya kwako ya kufanya uinuke to the next level. I speak a divine connection. Oh, glory to God. I speak a divine connection.
Wale ambao watafanya ufaulu kwa biashara, hata kama sio wengi, ninakuunganisha na wao. Wale watafanya your institution ifaulu, ninakuunganisha na wao. Oh, glory to God. Na wale mumeachwa na watu ambao walibeba manto ya msaada wako, I speak restoration of the same mantle in your life. Glory to God. Amen. Natangaza mtu yeyote amepoteza mtu wa maana, mtu wa msaada, ninatangaza urejesho. Ninatangaza hiyo neema. Ninatangaza kukubaliana. Ninatangaza uwiano. Ninatangaza msamaha. Oh, glory to God. Wacha nikuambie, kuna wakati unafika watu wanasumbuka na wanateseka, na anaweza kukuambia wazi, msaada wangu uko na mtu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Wacha niwaambie jambo hili kwa maana limekuja, na sio kumaanisha ya kwamba mimi nilikuwa nimetoka kanisa kwa njia baya. Hapa tu Embakasi kwa our spiritual father, nilienda Nakuru kutumika, na of course nilikuwa nimetoka hapa 2005 kanisani vizuri, nimeombewa niende Eldoret kufanya huduma. Lakini 2011 after 6 years nikachukua mke wangu, tukasema hapa ni Mungu tunahitaji, na ni Mungu peke yake tunahitaji. Ilikuwa wakati wa ordination yangu, wakati nilienda sehemu za Likuyani. Do you know kile niliambiwa na Mungu? Niliambiwa mahali ulitoka 6 years. Yani hata nimetoka, tuliachana vizuri, nikaambiwa take a sacrifice with you, enda upelekee huyo mtumishi. Hata wakati nilirudi, hata yeye hakuwa naamini. Najaribu kupiga magoti, ananiambia amuka tu, hakuna haja, kwa maana tuliachana vizuri. Lakini Mungu alijua huyu ndiye akona manto ya kufanya huyu avuke. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati Mungu anaweza kukunenea na anakuonyesha. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa na conviction ndani yako. Sasa wana wa Israeli wakawa na conviction ya Jefitha. Walimkataa, wakamuita kijana wa mwanamke kahaba, lakini Waamoni hawajesikia language nyingine. Walikuwa wanahitaji kusikia language ya Jefitha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati hali kwa maisha yako haitakagi kusikia watu wengi, inatakaga kusikia language ya manto ya mtu fulani. Amen. Na ni hiyo tu. They called upon Jefitha. Jefitha akakuja akasema, mulinikataa, mulinichukia. Kwa nini kunitafuta wakati mko na shida? Thank God they were very open. Wakasema tunakutafuta kwa maana tunajua kuna kitu speciali, hata kikitafutwa kwa watu 10 hakitapatikana. Amen. Yani hii mahubiri inaingia kweli. Bwana Yesu asifiwe. Recovering the lost spiritual mantles. So, wapendwa, hata wakati unapoona mtu ameondoka, iwe amepumzika, jambo la kwanza ni kuuliza ameondoka namna gani? Je, hiyo neema nayo itaenda wapi? Wakati umeona hata kwa jamii watu wameimbiwa, there are potential people walisoma na
hata ukifanya analysis utasema my uncle alikuwa educated very much. Alikuwa mtu ambaye amesoma sana. My brother alikuwa mtu amesoma sana. My sister alikuwa mtu mkubwa. Ikaenda namna gani? Hiyo manto ikaibiwa. Na ndiposa Biblia inasema Isaia 42 ya kwamba hawa watu wameibiwa na hakuna asemaye rudisha. Hata kanisani, I don't know whether there are many people who cares. Ukiangalia hata kwa kiti, yule ndugu alikuwa anakaa hapo. Hata akienda unasemaga bado tuko wengi. Alienda mmoja lakini wakaongezeka wengine 10. It's not about 20 that are added. It is about that grace. Amen. It's about that grace. It's about iyo manto. Amen. Uliza Paul. Paul anajua mambo haya. Kwa maana Biblia inasema kuna wakati walikuwa wakihubiri watu 4. Paul na Barnabas. Na Silas na John Mark. Lakini wakaenda mahali pamoja kuhubiri panaitwa Pamfilia. Wakati walienda Pamfilia, John Mark kwa ajili ya uoga akaacha Paul, akaenda zake. Na so baadaye Paul na Barnaba wakakutana na Silas na John Mark. Kwa maana ukiangalia zamani zile Paul walikuwa na Barnabas. Vile walikuja kuwa na Silas ni kuachana, waliachana. Kulikuwa na strife. Paul akasema siwezi kwenda na John Mark aliyetuacha kwa shida pale Pamfilia. Hapo Paul akachukua Silas, naye Barnabas akachukua John Mark. Lakini angalia siku za mwisho za Paulo. 2 Timothy chapter number 4 verse 11. Tunaweza kuwekewa hiyo tunapoenda kutamatisha. Uone neema. Uone neema. 2 Timothy 4:11. Hallelujah. Inasema hivi. Enda 10 tuone kama tutachukua kitu hapo. Inasema maana Dema aliniacha akiupenda ulimwengu huu wa sasa, akasafiri kwenda Thesalonike. Kreste amekwenda Galatia. Tito amekwenda Dalmatia. Luka peke yake yupo hapa pamoja nami. Umtoe Marko umlete pamoja nawe, maana ananifaa kwa utumishi. Huyo ni Paul. Anaitisha nani? Anaitisha John Mark mwenye walikosana na yeye. Anasema now I understand I need to reconcile with John Mark. Why? He has something. Akona kitu. Akona kitu. Anafaa akuje anihudumie. Luka alikuwa pale, watu wengine, lakini hawangeweza kujaza pengo ya John Mark. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, those are spiritual gaps. Kuna manto inaweza kuondoka na usikia ya kwamba hata kama nina sifa, hata kama nimeongezeka, unasema kama Daudi, I am weak though anointed. Sasa how do we recover these mantles? Number 1, by forgiveness and reconciliation. Kusamehe na kuleta good things. Kwa maana kuna watu wamekukosea kwa maisha yako, waliletwa wakusaidie, waliletwa ili uweze kubreak through, lakini mkakosana na shetani angependa mkae hivyo. Na ndio hiyo kitu ambacho huyo mtu aliletwa kufanya hakitafanyika milele.
Lakini wakati unaitisha reconciliation, kama Paul unasema no, I need John Mark. Amen. Na sio John, na kila mtu wako na neema nyingi, neema yake. Tunamuona akiongea tena 2 Corinthians chapter number 12:13. Anasema wakati alienda kwa huduma hakufurahia kwa maana hakumuona Tito. Yaani kila mmoja ako na neema yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. So, kwa hivyo maybe 2 Corinthians 2:12, I don't know. Lakini unaweza kutuangalilia hiyo scripture. Inasema verse 11. Okay, wacha turudi 12. Inasema basi nilipofika Troa kwa ajili ya injili ya Kristo, nikafunguliwa mlango katika Bwana. Verse 13. Si kuona raha nafsini mwangu kwa sababu si kumuona Tito ndugu yangu, bali niliagana nao nikaondoka kwenda Makedonia. Yaani wakati alikosa presence ya Titus, akaona nao hata hii injili haiwezi kuendelea, akaondoka kule akaelekea Makedonia. Neema ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Reconciliation and forgiveness inaweza kukusaidia kurecover the lost mantles. Bwana Yesu asifiwe. Number 2, ninapofika kikomo ni ya kwamba by feeling the gap, kufeel, kuihisi. Unajua kuna wakati unahisi kuondokewa na unahisi hiyo gap inakukoroga kuomba na inakukoroga kuitisha mtu wa ile character. Amen. Hata kwa maisha yako you are able to feel the gap. Unasikia no, hata kama hii jambo ilifanyika, ninasikia it's not well with me. Kwa maana you can feel. Na unaanza kutafuta Mungu. Mimi ninaomba ya kwamba restore the lost mantles. Yaani usikie kwa maisha yako sioni Tito. Usikie kwa maisha yako sioni Marko. Na ukijua ile nafasi walikuwa wameshikilia na ile breakthrough ilikuwa wakiwa pale, you are able to pray. Amen. Number 3, comparing the results. Wakati unafanya nini kwa Kiswahili? Unalinganisha matokeo. Kuna mambo unaweza kulinganisha matokeo, unajua bigu inaongea kitu fulani. Kwa maana unaweza kulinganisha, wakati nimekuwa na huyu mtu, wakati nilikuwa na hii neema, wakati unalinganisha unaona matokeo haipatani. You are able to understand. Sio mtu ameondoka, ni neema imeondoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana ukilinganisha matokeo unaona hapana. Na ndio nasikia watu wakisema sisi tangu mtu fulani atuondokee, either aende, either mkosane, either akufe, unasema siku ya mwisho kupata kuingia level fulani ni wakati mtu fulani alikuwa pale. Lakini hiyo ni story. Inafaa kuelewa mapema ya kwamba mantles, they are spiritual mantles, zinakuaga kwa maisha ya watu na wanazibeba. Na every time unaona gap fulani ya watu mlikuwa na wao, watu mlifanya kazi na wao,
rafiki alikuwa wa karibu, then ni vizuri kufikiria, how do I manage to restore this mantle? Bwana Yesu asifiwe. Paul alielewa, akajua nitamrejesha John Mark, nitamrejesha, nitaenda nitafute Titus. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu Mungu angependa uende uwatafute. Bwana Yesu asifiwe. Na wengine kama waliondoka, kama vile tuliondokewa, uwatafute, sio wao, utafute their mantles in the spirit realm. Amen. Elisha anasema, where is God of Elijah? And you know what? Mungu anaweza. Aliongea, Yesu aliongea juu ya Yohana Mbatizaji. Akasema tangu katikati ya watu wote waliozaliwa na wanawake, hakuna mkubwa kuliko Yohana Mbatizaji. Na mkitaka kusema yeye ndiye Elia, kwa nini Yesu hakusema mkitaka kusema yeye ndiye Elisha? Na Elisha ndiye alifanya miujiza mingi. Kwa maana hata manto ya Elisha ilianguka chini. Lakini Elisha alifaulu kuchukua ya Elijah. Aliposa Yesu anasema huyo ataenda mbele kuandaa njia akiwa na roho ya Elia. Why? The mantle of Elijah was not wasted. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna watu walienda, but if we are very careful, you are able to retrieve those mantles. Unaweza kuitisha, unaweza kusema mtu wapumzike na alale salama, lakini tunajua hakuwa empty. Watu, the righteous dies and no one is concerned. Hakuna mtu anauliza wameenda wapi, wameenda namna gani. Hakuna watu wanatia hiyo kwa moyo. Mungu angependa watie kwa moyo na kuuliza, hata kama jamii inarithi mambo physical ama substantial ama tangible, kama institution, kama watu fulani, ni kitu gani tunaweza pata kwa mtu fulani? Amen. Glory to God. Na wacha nikwambie, mtu wote wa kiroho haendagi bila kuacha kitu. Hata Yesu alisema, mimi ninaenda, lakini sitawaacha mikono mitupu, ninawaachia Roho Mtakatifu. Na kuna mtu anaweza exit, lakini hajaacha watu hivyo. No. There is a mantle to be taken. Amen. Glory to God. Ya leo ni gumu, lakini imefungua watu macho. Si ni kweli? Yeah, that we can restore the lost mantles. Hata mimi nikimalizana na watu hapa, nitaanza kutafuta ni manto gani nilikuwa ninaona. Hata ikiwa kanisani kuna breakthrough fulani, unaanza kuomba. Sio lazima huyo mtu arudi, lakini unaweza kuomba. Amen. Pia na wewe kwa maisha yako unaweza kuangalia uone mtu fulani kuna kitu alikuwa anaachilia kwa maisha yangu, na nikiombea inaweza settle katika maisha yangu. Usikubali tu ati customer akiondoka unasema wacha aende, hata nimepata mwingine kutoka Narok. No. Ni kwa maana haji tu na pesa, anakuja na neema fulani. Amen. Glory to God. Mimi ninajua watu hawa wote wamekuja hapa, hawakuji tu kuketi kwa viti ni wahubirie. Wamekuja kuongeza value kwa hii huduma. Kwa maana kila mtu anakuja na neema yake. Siwezi kujidanganya ya kwamba mimi ndio ninawasaidia sana, kwa maana ninawahubiria. I know each and every one of us is equally important. You are adding value in this ministry. You carry your own mantle
that is adding value in this ministry. Umebeba kitu. Amen. Na hata Yesu alipatiana mfano. Kondoo 99 walikuwa kwa zizi, lakini mwenye kondoo akaona mmoja hayuko, akaacha hawa amewafungia, akaenda kutafuta huyo mmoja. Kwa maana labda anapatiana mfano huu, maybe huyu mmoja anatafutwa, yeye ndio mambo yote. Glory to God. Who knows? Saa hii tuko karibu nusu hapa kanisani, tunang'ang'ana sasa tujaze kule tumekoroga. Maybe tunahitaji neema tu ya watu wawili, na wengine labda hawako hapa. Tukidai hiyo neema ikuje, kujaza pale itakuwa kama kunywa maji. Haleluya. Kwa maana labda wanakuja na neema ya uinjilisti, wanakuja na neema ya prayer, wanakuja na neema isiyo ya kawaida. Wapendwa, hatutanyamaza, tutaomba. We are recovering every lost spiritual mantle. Na kwa hii miaka 9 tutaangalia nyuma. Unajua kuna watu wananiambia tukiwa utawala. Kwa maana kuna mambo tuliona hata kama kanisa ilikuwa changa, hatukuwa tunatoshana hivi. Lakini unasikia watu wanaandaraini tukiwa pale, ile maombi ilienda wapi wapendwa? Hiyo manto ilienda wapi? Ndio tunataka irudi hapa katika jina la Yesu Kristo. Na wewe unaweza kusema mwaka fulani nikifanya hivi, kwa nini haifanyiki sasa? Itisha hiyo manto katika jina la Yesu Kristo. Tusimame kwa miguu yetu. Oh, glory to God. Amen. Mimi ninajua nimewapatia assignment kila mmoja wetu. Go and analyze. Go and examine. Amen.